Kwanza kwa majina naitwa Haji Kisesa, ni mdau wa michezo, pia ni mchambuzi katika kituo chetu cha Bido TV. Kuzungumzia swali liloniuliza kwa ni mashindano ya CHAN, kweli tuna mashindano ambayo yatakuja muda mfupi kuanzia sasa mwezi wa 8. Mashindano ya CHAN yanashirikisha wachezaji wa ndani wa timu zao za taifa za nchi mbalimbali waliofuzu kucheza mashindano hayo, lakini Tanzania tumebahatika kuwa kama wenyeji wa mashindano haya tukiunganisha na nchi nyingine mbili ambazo ni Uganda na Kenya, na sisi tumepata bahati ya kuwa wenyeji wafunguzi, yani ufunguzi unafanyika katika nchi yetu ya Tanzania. Hasa kwa hilo, kama heshima tuliopewa au sifa tuliopewa na wahusika katika nchi yetu ya Tanzania kama wadau wa soka, nadhani kuna vitu vingi vya kufanya ambapo pengine kwa macho ya kawaida unaona kama bado hatujafikia katika hatua fulani ambayo watu wanaweza kusema kweli kuna kitu kinafanyika Tanzania. Kuna vitu vya kuonekana katika mashindano fulani, kwa mfano kama kuna kuwa na ishara fulani ya mashindano yanafanyika katika nchi fulani. Nchi nyingine wanabahatika kuweka alama yao. Kwa mfano kama bana sisi alama yetu ni kitu fulani. Yaani mtu akiona kile kitu anajua kuna mashindano au kuna kitu fulani kinafanyika, hasa mashindano haya yanayokuja. Lakini kingine ile vibe kutokana na waandishi wa habari, labda washabiki wa michezo na wadau wengine mbalimbali kuitangaza hiyo mashindano na watu waelewe, kwa sababu sio wote watakao kuja katika kuangalia mashindano haya katika uwanja, lakini hata wale ambao wanasikiliza katika vyombo mbalimbali vya habari waweze kujua na kupata taarifa kama kuna kitu gani kinaendelea, kwa sababu ni mashindano makubwa sana ya ndani ya Afrika. Kwa hiyo mimi nikiangalia maandalizi ya nje ni makubwa kutokana na uwekezaji kwenye viwanja, uwekezaji kwenye miundombinu, mahoteli, huduma za kijamii, hizo ziko kubwa zaidi. Kwa biashara ama vyakula iko sawa, lakini kwenye timu kwa ujumla naona kama kumepoa fulani. Lakini siwezi nikashangaa sana, kwa sababu nikiangalia naona kama kuna joto fulani ambalo sasa limetanda. Joto hili limegawanyika mara mbili, mtangazaji. Joto la kwanza ni kwamba kuna timu ambayo ipo katika ule kilele chao cha fulani, kisema Yanga ambao imetoka kwenye mafanikio ya kuchukua ubingwa, lakini kuna wenzao wa Simba ambao wanaonekana kama hawajafanya vizuri msimu huu, kama wana majonzi na ikishagizwa na kupoteza katika mechi yao dhidi ya Mtani. Kwa hiyo hili sasa limefanya kwanza watu wasubiri katika vituo vyao, kama Simba wasubiri katika majonzi yao na Yanga waendelee kuwa na furaha. Kwa hiyo hiyo ukimwambia mtu aingie kwenye CHAN wakati katoka juzi Zanzibar kuchukua ubingwa, anaona kama muda wake bado wa kutamba na kufurahi. Kwa hiyo nadhani ikifika kipindi sasa watatulia na kuingia katika huko sehemu husika. Lakini sasa tahadhari au maoni yangu nayotoa ni kwamba tunaangalia mashindano mbalimbali yakifanyika muda mrefu kabla kuwa na taarifa zinatoka. Angalia mashindano ya kombe la dunia ya Morocco, tayari matangazo yanatoka. Tuliangalia Afcon zilizopita, mashindano matangazo yanatoka. Kwa hiyo hata sisi sasa ni wakati wa wahusika katika sekta zao wajaribu kutoa matangazo mbalimbali. Hii ina faida mbili: moja, watu kutamani kwanza kuja kuangalia mashindano haya, lakini pia kuitangaza Tanzania kama wenyeji katika fursa zingine za kibiashara. Inawezekana sisi tuna mbuga ya utalii, wao tu wataka kwenye matangazo yao waweke bwana CHAN unaweka mlima Kilimanjaro, CHAN unaweka bahari ya Hindi au Zanzibar, CHAN unaweka sijui mbuga za wanyama. Kwa hiyo hii itatusaidia sisi Tanzania kujitangaza na pengine kuwaleta watu mbalimbali, ukiacha tu mpira, kuja kuangalia uwekezaji mwingine kwa kibiashara au kuja kutalii katika sekta mbalimbali. Na uzuri zaidi kuna wachezaji wengi wakubwa wanakuja mbalimbali. Tunaona kina Hakimu alikuja, tunaona wachezaji wengine wasanii wakubwa, tunaona wanamuziki wakubwa wanakuja Tanzania kwa sababu kuna vivutio hivyo vya kutosha. Kwa hiyo tukiendelea kwenye mchezo huu, naona kwa ndani ambayo kwa nje tuseme kwenye viwanja na vitu vingine vipo. Sasa tunavitangazaje? Hicho kitu ndio naona kama ndo bado tuko katika joto la chini sana, kama vile hatujui kitu gani kinaendelea kufanyika hivi. Ni sababu kubwa sana, kwa sababu mshanga kwa Watanzania tumejawa pande mbili, tusikudanganye mtu yote, ni Simba na Yanga. Ili swala lingekuwa linahusu kama mashindano ya vilabu, ungeona vibe yake hapa, kila mtu analizungumzia kwa upande wake. Lakini timu yetu taifa ina bahati mbaya sana. Watanzania tunapenda sana mpira, lakini ugumu wake ni kwamba kitu kimoja tu, timu yetu ya taifa hasa ya wanaume mara nyingi haifanyi vizuri, labda kwenye matukio mbalimbali. Utakuta mechi moja ya kufuzu ndio inafanya vizuri, utakuta mechi moja ngumu ndio inafanya vizuri, lakini ule muendelezo ule haufanyi vizuri mara nyingi. Kwa hiyo watu wanaona kama vile wamechoka yale manyanyaso ya timu ya taifa. Japokuwa katika timu zote za taifa naona msimu huu timu iliyochaguliwa na Morocco imekuwa ni timu ambayo haina dauti nyingi kwa washabiki. Wanaona kama watu wamelijilizisha na wachezaji waliopo, kwa sababu ndio wachezaji wetu wa ndani na ndio wengi wao wanafanya vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani sasa hili litachangia hata sisi washabiki na wadau wa michezo tuweze kuifuatilia, kwa sababu tunaona kama sasa kushindwa tukashindwa wote kama Watanzania, kwa sababu mwalimu kafanya vizuri, wachezaji tunawaamini, na sisi washabiki tulikuwa tunakihitaji kile ambacho mwalimu kakifanya. Lakini yote kwa yote sasa mpira ni matangazo, biashara yote pia ni biashara, na biashara ni matangazo. Leo hii tumepewa CHAN,
mwaka 2027 tuna AFCON, huwezi kujua kitu gani kitatokea miaka ya mbele. Kwa hiyo tukionyesha muonekano mzuri, mwamko na mpira ni msisimko ukiwa mkubwa, tukiwa na uwekezaji mzuri, huwezi kujua kitu gani kinatokea. Mashindano yako mengi sana duniani yanafanyika ya michezo mbalimbali. Kwa utulivu wetu na utokezaji wetu tunaweza tukapata fursa kubwa zaidi kuliko hata hizi ambazo ziko mbele yetu hivi. Unajua uzuri wa Kenya na Uganda, sisi tumekuwa kama kioo kwao mshanga. Kwa sababu sasa hivi sisi tumeadvance kwenye mambo mengi. Angalia hata ligi yetu, wachezaji wengi wakubwa wanakuja katika nchi ya Tanzania. Lakini pia kitendo cha ligi yetu kuoneshwa mechi zote, kwa hiyo imeonekana kama ni kitu ambacho kimejitangaza sana katika hizi nchi zetu tatu za Afrika Mashariki na Kati. Zamani wanasema za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, japokuwa zimeongezeka. Kwa hiyo tunaonekana sisi kama ndio kioo kwao. Wakenya wao kazi yao ni moja tu. Inawezekana wakajitangaza ndani, lakini sisi tuna vitu vingi vya kujitangazia kutokana na hii fursa ya hii vyombo vingi vya habari kutangaza na kuonesha. Kwa hiyo nadhani Kenya kwanza wanatuangalia sisi, ndio maana hata sisi tumepewa wenyeji, tuonekana kama sisi ndio kioo kwa hizo timu tatu. Lakini tukumbuke kuna kipindi fulani Kenya ilionekana kama inasuasua kwa kiasi fulani, lakini walituhakikishia kwa muda bado na watafanya vizuri. Ndio maana wanaonekana sisi Tanzania, ukiacha tu viwanja vyetu ambavyo vitacheza mashindano Arusha, Zanzibar pamoja na Dar es Salaam, lakini bado tuna viwanja vingine vya ziada vipo kama akiba. Endapo lolote likitokea, tuko tayari kutake cover kwa ajili ya jambo hilo. Kwa nadhani sisi Tanzania tumekuwa kama kipaumbele, hata wenyewe watu wa CAF wanajua hilo kama Tanzania ni kipaumbele. Kwa hiyo Kenya wao sasa kama wao nadhani wanakuja sasa kuangalia Tanzania wanafanya nini. Tumepewa hivi ili wajifunze kutoka kwetu, kwa sababu sisi tumeadvance kwa kiasi fulani. Kwa sababu hata miundombinu ya Kenya tunaangalia katika mashindano mbalimbali inaonekana kama ni tofauti na Tanzania, si kama mibaya sana, lakini kwenye ile grade ukipima sisi tunaonekana tuko juu zaidi. Kwa hiyo nadhani mimi kupewa nafasi ni kubwa, lakini Kenya nadhani ili swala nalijua muda mrefu watafanya vizuri kujumuisha, kwa sababu ili jambo ni letu wote sasa hivi, Kenya, Uganda na Tanzania. Hatuwezi kujisifia Tanzania peke yetu au tukajisifia Tanzania peke yetu. Mimi naamini mashindano yatapendeza kwa vile nchi zote tatu ziko tayari kwa ajili ya mashindano, ndio maana zimeomba nafasi na kupewa.